sana na ugonjwa, sielewi ni moyo au kitu gani. Moyo ulikuwa unauma. Vitu vinatembea kama mishale toboa kwenye kifua. Kote. Nakumbuka kongamano kakulalamikia, baba mbona hujaniombea? Sasa mwanangu. Wewe kongamano ukasema mbona hujaniombea, mimi naumwa moyo. Nasema nitakuombea, ila Jumatano nimefika hapa. Nimekaa pale nikainama hivi nikasikia maumivu. Baadaye akakata, nilipokuja kuombewa hapa. Na umesema sijui unamwambia mama mnyanyue mara zamani nimepona. Kwa hiyo tangia siku hiyo baba sijaona. Na moyo uko sawa. Na ile nilikuwa nakaa na hofu na sasa sijui. Hofu ya kufa sasa hivi imeenda kwa mwanzo. Hebu soma baba nikuombee. Kwenye ulimwengu leo naona kapu. Nilikuwa na vitu. Lakini siku baada ya siku ile kapu linaisha. Sasa hivi liko chini kabisa. Na Roho Mungu ananiambia niombee duka lako, maana limekufa. Yaani uko duka lako sasa hivi ufanye biashara, unapoteza muda. Mara mwisho kuongeza 50 kwa siku lini dukani. Sasa hivi imeisha kabisa. Ndio nyingi hiyo. Sasa nataka nikuombee kwa Mungu. Mimi nakuombea kwa Mungu maombi tofauti. Moja naomba kwa Mungu ainue duka lako. Unapiga magoti hapo. Unatembea kwa magoti. Unaenda kwa mwenzi. Mimi sijui nimefanya nini, mimi hanihusu. Biblia inasema heri wapatanishao, kwa maana ufalme wa Mungu wao. Ndio nao mtanisamee, mimi kidogo niko kali kidogo, sawa? Nafanya kile ambacho Roho Mungu ameniagiza. Tembea kwa magoti, nenda. Utamwambia ukifika, mwambie mwenzangu yaliyotokea nyuma, niliumia moyo, nikaongea maneno ya laana juu yako. Wakati kwenye jukumu la kulaani, Mungu nimekusamehe leo, jana na kesho. Mungu akufungulie uchumi wako ili tufunge ndoa, tulee watoto wetu.